maono ya kutumia mawazo au akili au ufahamu wako wa ndani. Unapokaa hapo, kuna picha inaweza ikapita kwenye ufahamu wako usielewe. Unapokaa hapo, kuna maono yanakuja, kuna picha zinapita kwenye akili yako. Mungu anaweza akasema kwa kutumia picha za kwenye akili yako. Hayo ni maono aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ya maono ni yale ambayo mtu umekaa, alafu inapita skrini kama TV mbele, alafu unaona wewe umepanda bodaboda, alafu unafika mahali unaona umedondoka, hapo unashtuka, nimeona nini? Au umekaa hapo ulipo, unaona mtu anashuka stendi, anatembea huyo, baada ya dakika unashangaa anagonga mlango, umeona kwenye TV imetokea mbele. Haya inaitwa maono ya wazi au open vision. Sasa kuna watu wana hiyo roho, kuna watu wana hiyo karama, kuna watu wana hiyo kipawa, na Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Waanze kuona juu ya watoto wako kwa jina la Yesu. Waanze kuona juu ya familia yako kwa jina la Yesu. Mambo yaliyofichika yakawe wazi kwa damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Aina ya tatu ya uonaji ni maono kwa njia ya utambuzi au discernment vision. Waonaji wa aina hii ni waonaji ambao wanakuwa na ufahamu ndani yao unaowaambia kwamba hiki kitu sahihi au sio sahihi. Yaani kuna mtu anaweza akaja akajieleza kwamba bwana, kuna biashara mwenzako alipowekeza akapata milioni ngapi, ataeleza kwa ushawishi wote, ila wewe moyo unasema si kweli. Na unaweza ukakuta watu wamepanga foleni, kweli kweli. Siku ile unafuata mkumbo kwa sababu mbona wenzangu wote, lakini wewe ndani kuna roho. Ndio wale ambao gari inakuja inasiti kabisa na nzuri, lakini akitaka kupanda moyo unagoma, hapati. Baada ya muda anasikia imepata ajali. Kuna wale ambao unakuta umeenda mahali mahubiri yanaendelea au unabii unatolewa pale, watu wanatabiriwa, watu wanashikilia, lakini yeye ndio kusema hapa hakuna roho, hakuna Mungu, hakuna Mungu hapa. Maana yake inaitwa spirit of discernment, ni roho ya kupambanua roho. Kuna mtu anaweza akatoka hapa akaanza kusema kwa kweli namshukuru Mungu, mimi jana Bwana ametendea jambo kubwa, na ukaona kabisa ni ushuhuda, lakini ndani yako sio Mungu wewe, sio Mungu, ni uongo. Dada mmoja akaenda madhabahuni, jamani nashukuru nilikuja mahali hapa kwenye maombi, baada ya hapo nikaenda kufanya interview, nikashinda ile interview, nimepata kazi, nimeleta sadaka yangu na shukrani. Tumeshakasema usilete sadaka yako, tutakufanya. Akaambia wewe sio umesini wewe na bosi, ndio maana umepata kazi. Manake hapa mbele za watu wanaonekana mzuri, amepata kwa njia ya Mungu, kumbe amefanya uasherati ndio akapata kazi. Ingia nyumbani mwako kwa jina la Yesu. Hautakuwa mtu wa kukubali tu, kumbe anayekushika mkono ndio adui yako wa usiku. Amen. Anayekubusu kumbe anakubusu kwa kichwa cha nyoka. Amen. Anayekupa hela kumbe sio hela, ila ni mtego wa adui. Amen. Bwana akupe hiyo roho ya utambuzi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Na hiyo na neema ya kiungu mahali hapo kwa jina la Yesu. Kufungua watu kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aina ya nne ya muonaji, yule muonaji ambaye anaweza akawa anaona katika hizi njia tatu, lakini yeye ana mamlaka ya kugeuza mambo katika ulimwengu wa roho yakawa anavyotaka. Yaani unaweza ukakaa ghafla roho Bwana anakuchukua anakupeleka mahali, alafu unaona magari yanataka kugongana, alafu unaona kabisa yanaelekeana, alafu wewe kwa upako ambao Bwana amekupa unageuza lile lingine, unaligeuza, unaona linageuka, alafu unalipitanisha, alafu yanaacha, alafu unatoka kwenye maono. Haleluya! Haleluya! Amen. Mamlaka ya muonaji
mwonaji katika ulimwengu.